صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. وبعد، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله ويعلمكم الله. ومن الله يزمون الخمسين تكون بشيء كيلو فهام جوزي. الله أكبر. مسكوموجة الحديث موجة يصوم آخر: كل الناس يغدو تبايع النفس فمعتقها أو موبقها. ما الذي يسمى الحديث؟ يفسرني: كل الناس يغدو تبايع النفس فمعتقها أو موبقها. يريد الأوضاع السزارة يعني يمكن أن تيوت نفسيات أنها تقود نفسيات، إما أن يوفر نفسياتك كفان جهنم أو يجيز نفسياتك كجهنم. وسيان ذلك بين اليشاء ويوفر نفسك أو في كل نفسك. مفيع سيان أيها كم سيدي فني جيسان بيسارة الدنيا بكيات فني بيسارة الآخرة. هذه تجارة الآخرة. تجارة الآخرة سكرة تجارة الدنيا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى من موافقات الاستدلال إنما يفعل، لكن مريض السكر كما مريض الجنة يقول. فيريد أن ضائع أن يكون الصيام يأكل بشرعات الله في زوجه أن يكون الصيام. يريد أن ضائع لتفيد نفسياته صلى الله عليه وسلم بشرائط خاصة استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. استبشروا كل قراء بشار وزيد بشارتين من اللسان التنميين قوم النفوذ كبير كبير ساعة التجارة بشارة نينمية بشارة في الدنيا والآخرة. الله أكبر. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين تستاهل العلم الكبار ينشر الله سبحانه وتعالى بالتفاعات عمر يجب تجد أخبار الشيخ محمد نصر الدين الألباني. الشيخ ابن عثيمين محمد بن صالح ابن عثيمين معروف مشهور anajulikana. alikuwa anaishi katika mji unaoitwa Unaiba kaskazini mwa Saudia na mashariki mwa Saudia. alikuja baada ya mwalimu wake Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi. mwalimu wake alikuwa imam na khatib ule msikiti mkubwa
basi baada ya kufariki akashika nafasi ya Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, na alikuwa anapenda kusomesha sana. Imana ni pekee yake alikuwa na markaz katika Saudi yote kwa ajili ya kupokea wanafunzi na wageni kutoka nje pekee yake. Mashaikh wengine walikuwa wanasomesha nyumbani kwao au msikitini, lakini Sheikh Ibn Taymiyyah alikuwa na markaz kwa ajili ya kujenga kabisa sehemu imeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi wageni walikuwa wanasoma kwa Sheikh. Kuna ambao waliishi kwa Sheikh Ibn Taymiyyah miaka 10, ambao walikaa naye kwa 15 au zaidi huko chini. Na baada ya kazi yake Sheikh Ibn Taymiyyah aliozesha mtu mmoja anaitwa Sheikh Khalid al-Muslih, mwingine kwa Khalid al-Sheikh. Kwa ajili ya jitihada zao katika kusoma, Sheikh aliozesha أنا اعتذار شكرا جميلا لسمو الشيخ محمد بن عبد العزيز بن باز ولمعه فيها من سمو قوة صحيح البخاري تحت صحيح البخاري لسمو قوة تحت بعد كتب السنن. هذه الفيلة لسمو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله نقول يكون إيطالي يذكرك كان فرصة واندليوا من مادة وجلياتها kwa sababu juhudi zake ni kubwa na sio maarufu kwa watu wengi, hajulikani, lakini alisomesha mashaikh wengi sana. Alisomesha mashaikh ambao wanajulikana. Alisomesha Sheikh Rabi' ibn Hadi, alisomesha Sheikh Ibn Taymiyyah, alisomesha Sheikh Al-Fawzan, alisomesha Sheikh Bakr Abdul-Zayd, alisomesha Sheikh Abdul ibn Abbas, alisomesha mashaikh wakubwa, lakini hajulikani. Alifariki mapema sana. Sheikh Ibn Taymiyyah Allahu Akbar alikuwa na faida kubwa sana katika nchi ya Saudi. Kwamba yeye na Sheikh Abdul Aziz bin Baz walikuwa wanaheshimika sana viongozi wa falme Saudi sana, wanaheshimika kwa ajili ya nafasi zao na elimu zao. Na siku moja vijana wawili kutoka Jordan baada ya kumaliza umra walikuwa na gari yao wanatoka kutoka Makkah wanaelekea Jordan. Sasa walifika katika mji wa Tabuk kujirani na boti. Mji wa Tabuk walifika katika flight ni masaa, alafu nafikiri wakagonga saa moja ya usiku, wakakamatwa polisi wakapelekwa ndani. Nafikiri waliohukumu kwamba kuna dhamana fulani lazima itolewe. Walikuwa wanasema jamani, sisi ni wageni, wallahi hatuna kitu, na visa yetu bado siku moja au siku mbili, kwa hiyo hatuwezi kuchelewa zaidi ya hivi. Gharama itakuwa kubwa, mtihani tazuiliwa tena kuingia Saudia. Kwa hiyo tutatusamehe tumekosea, basi mbaya ile askari ambaye msimamizi wa kituo alisema hapana, lakini sasa dhamana sisi tumeruhusu kuondoka hivi. Hatujui mtu yote, sisi wageni hapa, sisi ni mtu wa Jordan. Asema hapana, kwa mondoka amfanya mtu yote hapo. Sema hapana, tunamjua Sheikh mmoja tu anaitwa Sheikh Ibn Taymiyyah. Nasema nani yuko hapo, wakamwambia yeye asili yake kutoka mashariki mwa Saudi, na mtu ni Ismaili, ni askari wa Mungu. Allah anataka sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtapata kipigwa mwacha Makkah na namba yake hatuna namba. Sasa bamana itapatikana hivi. Wakajibu kuwasiliana baada ya mawakili msikiti Makkah, wakawapa namba ya Sheikh Ibn Taymiyyah, wakampa uwasiliano, akamwambia Sheikh Ibn Taymiyyah, salamu alaykum, أنت ابن تيمية إذا كافر غير ابن تيمية مين ابن تيمية
basi kuna vijana wawili kutoka Yoda walisawisha jani wakavunja taa tukaweka ndani na kuna gharama fulani juu yao. Hakuna mtu yote anaodhamini atakapoondoka. Tuliambia mnafahamu nani? Akasema sisi tunamjua Sheikh Al-Mutaymi. Mnamjuaje? Tulisoma kwa katika Ramadhani kumi la mwisho kwa sana. Sheikh anamwambia huyo askari alikuwa anajua tatizo. Basi dhamana yao pia na zile gharama mimi sahihi waruhusu. Sasa mtajuaje kama utalipa wewe au utalipa? Wewe kwa sababu kwa Makka na mimi kwa sababu. Atamwambia mimi nakwambia niko tayari gharama juu yangu. Wewe waruhusu. Sema bana sijui bwana wala sifahamu na nikuruhusu kama kuna mtihani na tatizo kwa juu yangu. Kama wasubiri. Walikata kama angalie tafutia mtu mwingine aeleweke na ndio waruhusu. Sasa Sheikh alipigia mkuu wa mkoa mpigia simu anaitwa Amin Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Bangladesh alifariki kabla ya miaka 6 alikuwa mtu mzuri sana. Sasa huyu mdogo wake anasimamia Makka, Madina, Makka na Jeddah na Taif. Makka na Jeddah Hijaz sana amiri wa Hijaz. Sasa huyu akampigia mkuu wa polisi wa ule mkuu wa polisi akampigia yule akamwambia bwana unajua mimi nilipigiwa simu na nani nasema huyu alikupigia nani? Sasa mzee mmoja anaitwa Saimini anamwambia huyu ni Sheikh wa Saudia, huyu mufti wa mfalme wako wewe. Kwa hiyo sasa hivi waruhusu alafu usirudie tena. Huyu usimuite kama baba yako na Saimini kama nani, huyu ni mufti wa mfalme wako. Huyu anaweza kulifuza mimi katika idara. Ni mkuu wa polisi mkuu. Anamwambia huyu anaweza kulifuza mimi. Na sasa nendeni. Mufti wenu huyu na Sheikh wako. كتبت لي وضع أمة فانظر أهل العلم ويقول سبحان الله أنزلي الله تعالى. كذلك خموج الشيخ ابن تيمية اللي كان محاضرة في جدة na alikuwa mkubaliana na wale wenyeji wake kwamba ndege katika fulani wakamsubiri. Kumbe ilitokea dharura fulani, ndege ilichelewa. Sheikh akapanda nyuma ya ule wakati baada ya kuchelewa. Akafika kabla al-maghrib, hapa baada ya maghrib. Alifika lakini wale wote mshaondoka kwa pengine Sheikh. Kwa nini? Kwa sababu alifanya na Sheikh katika saa 6. Sheikh alikuja saa 11:30. Fika peke yake akachukua teksi. Sasa kutoka hapo kwa msikiti wa Masjid al-Bukhari. Bali kidogo almuhimu akamwambia mwenye teksi nipeleka Hayya Jami. Kuna mfano kwa Jami. Msikiti mkubwa. Haya, shingapi kwa kiasi njiani yule dereva anamwambia mzee Sheikh yeye ni mtu mzima. Akamwambia al-akh anaitwa nani? Akamwambia Muhammad bin Salih. Muhammad bin Salih kana jina la tatu. Akamwambia Ibn Taymiyyah mashaallah mimi bin Taymiyyah. Yeye anajua Ibn Taymiyyah. Sheikh mkubwa sana. Anatembea na walimu pia, anatembea na wafuasi, anatembea. Sasa anakaa Ibn Taymiyyah kama Ibn Taymiyyah mimi ni mbali. Kama sana ni Ibn Taymiyyah. Kama subhanallah. Ni uzuri wote ndio unyeupe hapa ndani.
Tatoa ripoti na kuvuta kitambulisho na utafika. Basi astaghfirullah. Na kuomba nisamehe Sheikh, wallahi sifahamu wala sikujui wala wallahi nisamehe. Basi alimpata alienda na Sheikh, alimfikisha Masjid Amir Mut'ib, na watu wote walikuwa wanaanza kuondoka majini kwamba hakuna msaada. Sababu tunaanza kumjibu ndio Sheikh Uthaymeen kusanyika. Yule mzee akaondoka, akamwambia Sheikh nakuomba ile chakula cha usiku kwangu. Wallahi nitafurahi, nitakwambia ndio maisha yangu yote. Nitapata fahari kwanza nimechukua Uthaymeen katika sekta yangu. Zote nimechukua Hindi, Pakistani, na leo nimechukua mufti wa Saudia. Alafu kila kwangu yani nitapata baraka kubwa sana kwa familia yangu, watu wangu wote watafurahi. Akamwambia hapana, mimi na hali na wao. Sasa basi tutakuwa pamoja inshallah mpaka baadaye. Basi alipata hiyo sana. Namwambia wewe mimi basi. Siku moja Sheikh Uthaymeen alikuwa anatoka msikitini. Sasa kuna hawa wastani alikuwa anakuza mwanamke mmoja ambao wengine wanafanya askari wengi kwa ajili ya kufuata hao mambo. Sasa kama anakuza mama mmoja wa Nigeria, kamfukuza yule anakimbia na hao askari kama wawili au watatu wanamfukuza. Mama anakuta Sheikh Uthaymeen anapita mbele yake, akamvamia Sheikh Uthaymeen akamkumbatia. Sheikh nisaidie amka ndio Uthaymeen au nani nisaidie hawa watakuja kumsasa alafu kaja nyuma yake hawa askari wapili watatu wakamwambia akamwambia macheni hapana sisi hatukufaulu basi mimi ndio mama macheni kwa ajili yako hata yani tukimwacha yeye tutakamata wewe ili ujue kwa mashaikh walikuwa wanaishi katika mazingira ya kawaida pamoja daraja kulikuwa lakini naishi katika jamii kama kawaida. Sheikh Uthaymeen maisha yake yote anapiga kile bashara anatupa kile bashara ndio kichwa chake kiasi kwamba ukiangalia baadhi ya wanafunzi wake baadhi wako kwa sote na Sheikh Uthaymeen jinsi anavyoeleza vijana lakini Sheikh kama vijana kawaida. Sasa akamshika wamwacheni wakasema hapana, akamwambia sikiliza, mwambie aliyekutuma Ibn Uthaymeen alimzuia Ibn Uthaymeen baka tutamwacha basi wewe Ibn Uthaymeen tunaendelea atawaambia mambo sana wakamwacha. Siku moja Sheikh Uthaymeen alikuwa darasani, akaingia bedui mmoja akamwambia Sheikh alikuwa anasoma hadithi, salamu alaykum Sheikh, hivi tunamkaribisha salamu alaykum Sheikh, alikuwa Sheikh salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah na swali isma'a hapo na swali naam ni wewe umekaa kilemba alafu huna hata kwa nini hukumu yake ni mbaya hukumu yake nini kuwa hata basi Sheikh Uthaymeen akamwambia ana darasa kama unarudia darasa kila siku ndio kurudia darasa katika faida za faida basi nitakuwa najua hakumjibu mpaka darasa la pili kwa darasa kuja Sheikh kwenda nyumbani amerudi aliyekuwa mwa akasema muulizaji kwa akasema nini akasema hii hata maana tayari kashamjibu wewe unaulizia hukumu yake nini basi nimekujibu maana yake inajuzu
na katika sehemu zao asilimia kubwa ni mabendi wa wengi walikuwa wagumu sana ambao ni wanafuga ngamia na vile vile wanapanda mitende. Wasallallahu alayhi wasallam mara nyingi alikuja siku moja mtu mmoja katika darasa la Sheikh Ibn Uthaymeen, salamu alaykum ya Sheikh, amtakisha Sheikh, wa alaykum assalam, nataka usikilize. Naam, sema. Na wanafunzi walikuwa wanataka wakati asakamjibu, baadaye akamwambia kumbukeni hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia yule bedui msikitini kwenda kukojoa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwanza mwacheni mpaka amaliza. Mtume akamfundisha akamwambia, inna hadhihi almasajid lam tubna li shay'in min dhalik, hii msikiti imejengwa kwa ajili ya kumtaja Allah, kusali, kusoma Qur'an, si kwa ajili ya najasa. Sasa yule jamaa akakwali sana, kisha baadaye akasema Allahumma arhamni wa Muhammad, ewe Mwenyezi Mungu nisamehe mimi peke yangu pamoja na huyu Muhammad, wala usamehe mtu yote mwingine. Mtume akatabasamu kumwambia baada ya Mwenyezi Mungu sana. Siku moja Sheikh Ibn Uthaymeen aliingia kijana mmoja msikitini, akamshika Sheikh, alikuwa anatembea na wanafunzi wake msikitini. Salamu alaykum Sheikh, salamu alaykum ndugu, akamshika. Wa alaykum assalam. Kipande kidogo sana kidogo, akamshika Sheikh akamwambia, Sheikh baba yangu anakuhitaji, ndio baada ya kumwona Sheikh. Sheikh mkubwa amekasalimu, ni mtoto Allah anakamwambia miaka 8. Akamwota Sheikh kamfuata, akatoka naye mpaka nje kwenye gari na baba yake amekaa kwenye gari. Salamu alaykum assalam. Hapo Sheikh mwenye swali akauliza, Sheikh akamjibu. Wanafunzi walipata tabu. Sasa wewe unashindwa kushuka kuja kumwona Sheikh, mtume mtoto mdogo anaingia kanani, miaka 7. Alikimbilia Sheikh King Abdullah, mmoja wa karibu na yeye, nyumba yake pana udongo. Kaingia kwake, nataka kujenga nyumba hii. Nyumba akawaruhusu wakajenga, akasema baadaye nyumba sisi kuishi kwa nyumba hii, nyumba itabaki wakfu kwa ajili ya mafunzo mpaka nyumba ni sasa kwa ajili ya kulabu Sheikh. Siku moja kuna mtu mmoja alikuja Sheikh, mimi na gari bovu, gari langu bovu. Yeye anafanya natembea, mimi ni mtihani. Na watu kiniona wanidharau sana. Nataka upande na mimi siku moja tu. Nataka upande na mimi siku moja. Akasema sawa. Akapanda Sheikh naye katika sehemu fulani kali katimika. Sheikh akashuka, akaanza kusukuma kwa nyuma ile gari. Mbele. Gari kwa wako utaendelea. Angalia tawala. Yeye kile. Lillah, lakini si kwamba unataka malipo. Watu hao Sheikh ambao wanasifa kama hiyo. Watu kushakuona kana kalima kibri na uingia. Kaya hilo. Ulama al-akhir ambao wanafanya kazi lillah wanataka ridha Allah. Mungu subhanahu wa ta'ala anasema tilka ad-dar al-akhirah naj'alha, ile nyumba ya akhirah tumejalia alladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, tumeandaa kwa ajili ya wale ambao hawataki ukubwa katika dunia wala hawataki ufisadi katika dunia. Bila shaka kama malipo mazuri ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mudiri wa mahad mmoja katika mji wa Buraida, mji katika Saudi Arabia na Buraida,
alikuwa na shida kweli. Akifika Sheikh Ibn Uthaymeen alikuwa na dharura na haja, alikuwa anahitaji pesa. Akamwomba Sheikh Ibn Uthaymeen amkopeshe. Sheikh akamwambia sawa. Na yule alikuwa anataka mkopo fulani, anataka kwenda mji mkuu Riyadh. Na Sheikh alikuwa anataka kwenda Riyadh. Huyu jamaa gari na Sheikh hana. Akamwambia sawa Sheikh, mimi nitakuchukua. Walipofika mji mkuu wa Riyadh, Sheikh Muthaymeen akamwambia ni lazima nikulipe nauli. Haiwezekani kufikia kwa Nabii sallallahu. Lazima nafika. Inawezekana, lazima nitakufa. Itakuwa anasema lazima. Kwa nini Sheikh? Akamwambia mimi nilikukopesha. Kwa hiyo isije tukaingia mimi katika swala la deni alafu nyuma yake manfaa. Jana nitaja hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Deni yote linasababisha manufaa fulani, basi ni riba. Ile deni ni riba. Sasa mimi nilikukopesha alafu ukanichukua mpaka sasa sije kuonekana kwamba mimi nimepata manufaa ya kufika mji mkuu kwa ajili ya deni. Kwa hiyo lazima ukubali. Yeye rahimahullah ni mwalimu katika university wa al-Imam Muhammad bin Saud katika mji unaitwa Al-Qasim. Wale walimu juu ya mihadhara yao kila siku wanafanya mhadhara, wanaposha fulani, wana ziada fulani katika malipo. Walimu wote walikuwa mtu akiacha siku moja anakosa, au akiacha muhadhara kwa kadri alikuwa katika mihadhara yake wanataka katika malipo yake. Ile Sheikh Muthaymeen walikuwa wanaishi kumwambia Sheikh tumekata kasa. Kwa nini? Kwa sababu wote ndio wanafunzi wake, kuanzia mudiri mpaka wanafunzi wote wanafunzi wake. Huyu kumwambia mwalimu wake bwana Sheikh mimi nimekata katika hesabu yako. Wakaamua kubakisha. Kwa nini? Kuna baada ya siku Sheikh alikwenda Riyadh kwa ajili ya mikutano ya haya tibabu ya grupu la wanafunzi wakubwa Saudi, wanashauriana au kwa ajili ya kongamano mkubwa za Waislamu. Mara inafanyika Malaysia, mara hapa inafanyika Misri, mara inafanyika sehemu nyingine Khartoum. Sasa safiri kisafiri unakaa siku mbili siku tatu, kuna mihadhara fulani inatatiza. Kwa hiyo sasa alikuwa kirudi Sheikh Ibn Uthaymeen wakimletea malipo yake, anaangalia amekosa siku ngapi, mihadhara mingapi, anakata alafu anapeleka zile pesa kwa mhusika ambaye ile siku ilikuwa siku. Kwa hiyo sina haki ya kuchukua hiyo. Alikuwa rahimahullah akirudi katika safari. Kama mnajua katika sunna imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akirudi katika safari haingii nyumbani abada mpaka khairaka ni ile sunna. Kirudi safari tunafika msikitini msali za mbili hapo tunaingia nyumbani. Sasa Sheikh Ibn Uthaymeen kuna safari fulani alirudi akaukuta msikiti wake umefunga. Akaenda msikiti mwingine fungu. Sasa kuzunguka katika msikiti mingi sana, kila tenda kuangalia msikiti fungu. Akakaa muda mrefu sana katika msikiti. Mwisho kupata msikiti ambao kwanza akasali raka mbili alafu akarudi nyumbani. Kwa nini? Kwa ajili ya kutekeleza sunna. Kuna mambo mengi yametajwa katika maisha yake ya المهم nafanya sawa. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika siku za mbele
pamoja na hali ya ruhusu, wakati na ruhusu, mazingira ya ruhusu, unaweza kutaja vitu vingine. Kuna maswali? Kama hakuna mimi nitauliza. Ni hapo nje ya studio. Swala kwanza. Kutoka tunasema kwa sababu ni sawa. Mfano hivi nimetoka na kiasi kama hapo kutoka chuo kwa hiyo. Ndipo kuta sala jamaa ishaisha. Hapo ishaisha. Sasa kama kuangalia sisi tunataka jamaa kwa pamoja sisi tulikuja kwa tano. Afu na hii taratibu ya watu tunafikana kuhusu mgogoro. Yani kirudi ukiswali jamaa baada ya jamaa kuu hukumu yake ni inajuzu au haijuzu? Swala ni sahihi au si sahihi? Kwanza kabisa jamaa ambayo sababu yake ni kamili ilikuja katika hadithi ya Abu Hurairah الصحيح في البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم سمع صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة وما درجة 20 سابع يعني في بيتي من 25 درجة 26 سنة وفيتا 26 25 لكن في بيتي 27 25 جماعة من جماعة الإمام جماعة الإمام وكي watu wengine kusali jamaa nyingine wanapata daraja ya 27 la sasa ile fadhila kwa ajili ya jamaa ya imam. Sasa kama watu wengine wamechelewa watalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa malipo ambayo Mwenyezi Mungu ataliandika kwa ajili yao. Na kwanza la pili inajuzu au haijuzu? Jumhur ulama wanasema ni jaiz. Ushahidi wao hii hadithi, sala ya watu wengi ni bora kuliko sala ya mtu mmoja peke yake kwa madaraja 25 pamoja na kuwa ni hadithi ilikuja kwa ajili ya jamaa ya imam aljamaa umma, lakini pia mtume anasema ni bora kuliko kusali mtu mmoja peke yake. Kwanza pili au hadithi ya pili, hadithi ya tatu au la tatu, mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuja sahaba mmoja akawakuta masahaba wameshamaliza swala pamoja na mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nani yuko tayari kutoa sadaka juu ya huyo? Hata si jamaa chaisha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anaruhusu jamaa nyingine isimame. Hata kama utaniambia lakini yule mshafanya kama kitu jamaa nyingine Sheikh Al-Albani msimamo wake haitakiwi kufanya jamaa mbili na watu wengine na Sheikh mwingine, lakini anakuambia kama ataanzisha jamaa nyingine basi kwa shauri wale ambao watashirikiana yule aliyechelewa wanakuwa tayari kushaswali. Utasema tatizo si kuswali, tatizo jamaa nyingine au si jamaa nyingine. Hata kama wote waswali ila moja, mathalan mimi nimechelewa, nimefika nitakuta safu mbili tayari mshamaliza pamoja na imam, nikasema jamani nani yuko tayari kusali pamoja na mimi? Wakasema wote tuko tayari. Hapo sisi tumshaanzisha jamaa nyingine, tumeanzisha jamaa nyingine. Kwa hiyo ni dalili kwamba inajuzu. Na wale waliokataza wanasema ni makruh, wanasema haipendezi. Kwa nini? Kwa sababu mtu akizoea kwanza
salatu jamaa ile jamaa kuu jamaa ya imam basi kila kuchelewa nasema tutakutana jamaa nyingine itakuta jamaa ya pili jamaa ya tatu jamaa ya nne na anakuwa nakosa thawabu kubwa sana iliyokamilika na hili la kwanza lakini usema sana kugusa mtu bila shaka na mkera mtu anamshughulisha nakuja kwa mtu labda katika tulivu tastaarabu anaanza kumshika ndio mshughulisha shetani atapata nafasi kama kuna uwezekano wa kutoa ishara yoyote nyingine badala ya kumshika au kumvuta ishara yoyote saa nyingine inakuwa mfano wa wawili au sasa kumshika kuna hadithi haijathibiti ile hadithi ya kumvuta mtu mathalan amekuja umesimama nyuma yako safu ya pili safu ya kwanza yote imejaa sasa hakuna mtu yote watu yeye pekee hadithi inasema anamvuta mtu hadithi haijathibiti hiyo tutatumia njia gani jaribu kuingia baina yao kama inawezekana kama haiwezekani kwa ishara akitaka rudi sawa hajarudi kuna kauli ya sheria unaomba nasema usiswali usiingie katika swala abadan haifai kusimama mtu nyuma yake nyuma safa ushahidi wake kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam la salata limunfarid khalf as-saff hana swala وفي تفسير لا نافي للصحة ليس للكمال فسمى هانا صالح هي بسمام الشيخ المقبل الشيخ بن باز الشيخ العثيمين أظن الشيخ الألباني نسيمه أقال شندكان أكون قبلس يصلي أنا صالي في كيات المعلوم لكن أسكت صلاة الجماعة خاصة الشيخ العثيمين أسكت صلاة الجماعة أنا صالي لكن كيف يزوري أنتم بسمام كيات اليوم مثلا على كل حال ukifika utaikuta msafiku nyeupe hamna mtu kabisa safi kwanza imejaa jaribu kusubiri kuangalia kama kuna mtu kama hakuna mtu jaribu kuingia katika safu kama hakuna masubiri kiwa na raka karibia na hakuna mtu unajiunga na inna al-a'mal binniyat sallallahu alayhi wasallam na ishara kwa iona hapo wewe na yeye ukawa kama sema hiyo na jamaa hiyo inakuwa si wao wawili sasa wewe umekuja unataka arudi nyuma ili asimame nayo au sio pale ndipo lakini sasa hapa hapa yuko peke yake au wako wawili yani kama ni safu nzima hapo wenyewe kama hiki jamaa inafuata sasa labda ndio wanaochelewa kama yani watu mshamshuhulisha kama ishara yote na kama jirani naye kwa kulia jamaa yetu sisi ambao hakujiki jamaa imamu na tunakuja kwa yeye alikuwa maamumu alipofuata jamaa yetu kwa yeye inajuzu hata bidaya jamaa ahli ilmu Sheikh al-Baz Sheikh al-Uthaymeen mashahuri wanasema jawazi mtu ambaye amechelewa nyuma mtu ambaye amechelewa pia na mkiamua kusali pekee wengi tukaamua kupanga safu na kusali pekee lazima kikao litaja jana ilikuwa huko sio mara nyingine kwamba yeye kwanza haitakiwi kumwekea mtu bila kumfahamisha nitaja juzi wanamwekea mtu sitra kizile mbele mara atakuta amerudi nyuma kabisa na Yesu kabla umemwekea sanamu haitakiwi sasa nilifanya juzi na salamu ya kwanza kwamba
Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya inasema والتي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كان أو كما قال. Kuna aya nyingine lakini pia kuna aya nyingine inasema Mungu kwamba hukumu kwa sheria zake Mwenyezi Mungu basi anahukumu kwa kasi nafasi na kadhalika. Sasa tunajaribu kuangalia ile nafasi ya sautia, uwezekano wa amri za Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala kwa pamoja ni kuliko sehemu zetu zingine, sababu hali zetu ni ndogo sana. Wanamtangulia hawa mashaikh wetu maula mawe sana hawa ya Taimia ibn Baz na kadhalika katika kushajiisha hili sasa kwa falme na yote wao karibu na wanaheshimika sana katika hili. Serikali ya Saudia inatangaza wazi ya kwamba sisi tunahukumu kwa hukumu ya Kiislamu. Nasoma sisi tunahukumu kwa Qur'an na Sunna. Ukiangalia kama hakim mahakama zao wanaosimamia mahakama yote ni mashaikh. Na ukiangalia katika utaratibu wao ni utaratibu wa Kiislamu, lakini katika utekelezaji kuna mapungufu fulani yako mengi sana. Kwa nini? Mathalan sheria inasema riba ni haramu, lakini nchi ya Saudia imejaa mabenki na riba imejaa. Ahli wanasema, wanazungumza, wanaamrisha mema, wanakataza maovu, lakini hawana mamlaka ya kubadilisha kwa nguvu. Kwa nini? Kwa sababu wale waliokuwa juu wa viongozi si wote wanaitaka sheria. Mvutano mkubwa sana baina ya watu wa haki na watu ambao wanataka utamaduni wa kimagharibi. Malik Faisal bin Abdulrahman tayari sana alisema mimi siko tayari kuuza hata toni moja mpaka Wayahudi watoka katika ardhi ya Palestina mafuta. Basi katoka kijana mmoja Brazameni hivi kutoka Marekani moja kwa moja katika Faisal Royal Family. Hata kumsalimia mzee kaingia moja kwa moja kwa mtu mmoja kichwani. Kamungu. Kwa hiyo wao wanataka kusimamisha hukumu ya Allah. Kuna baina yao ni watu ambao wanataka dini 100%, na kuna baina yao ambao wanataka dini 100%, na kuna ambao wanataka lazima kuangalia sawa dini, lakini si katika kila jambo, kwa sababu sasa hivi dunia imebadilika. Sasa hivi kama hivi lazima tusirudishe kwa nyuma kama zamani kwa masahaba. Sasa hivi nini, kuna teknolojia sasa hivi. Kwa hiyo tusijaribu kutashadidi sana katika kila kitu, lazima Uislamu dini tu. Ndio maana kuna mkutano mkubwa baina yao. Unajua wao walikuwa wanakutana sana kuhusu kumruhusu mwanamke kuendesha gari. Kwa nini? Haya sababu ulama wanachuoni wa Saudi wanakataza, wanasema ni haramu. Kwa nini? Kutokana na athari zake na madhara yake. Ufikirie mwanamke anaendesha gari kutoka hapa labda Dar es Salaam, amefika Mdaula, amefika alafu gari itazimika. Mwanamke una mahram yuko katika hali gani? Mwanamke ni dhaifu. Kama ni wanaume si rahisi yani kuwa na hofu sana juu yao, lakini mwanamke akipanda gari peke yake bila mahram ni mtihani. Na mara ngapi tunashuhudia na tunaona, unaweza ukapanda kwenye basi ukakaa kwenye siti na ukamwona mwanamke hana mtu yote, alikaa jirani na mwanaume hamjui wala hamfahamu wala hakuna uhusiano baina yao, lakini unashangaa unatoka Dar es Salaam hawajafika Chalinze tayari wanacheka, wanachangamka, wanataniana, wanapigana, wanavutana. Walijua vipi hao? Ni gari
shetani yuko katikati baina yao. Sasa vipi akiwa peke yake? Kama hali naomba ni push, naomba nisukume, naomba nisaidie, gari inaharibika, gari. Sasa wao wanaangalia mbali. Pamoja walipingwa sana na mashehe wengine na nchi zingine juu ya swala hilo kuhusu mwanamke kuendesha gari. Sasa wanashona mathalan hii satellite ilipoanza kuendelea mashehe walipata bali mabeni sana vijana wanaingiza na bei satellite moja dish moja ilikuwa ni sawa na dola 6 au 7. Gharama nyingi sana. Mpaka walikuwa usalama wa taifa ukimwona mtu mmoja ndio nyumba yake anaipiga risasi kwa nyumba. Lakini sasa hivi kwa nini walikuwa wanafunga mlango wa shari? Kwa sababu unajua angalia utamaduni sasa hivi Dar es Salaam, angalia Dar es Salaam kabla ya miaka 12 13. Asilimia kubwa katika kina mama walikuwa wanatembea na kanga mbili. Lakini sasa hivi angalia wanaovaa kanga wa kuisabisa. Baina ya kila watu wanawake 100 angalia wanaovaa kanga mbili ni wachache. Na siku za mbele itafika wakati asilimia kubwa kama si wote asilimia kubwa katika kina mama watakuwa wamevaa jeans. Kwani walifika Marekani kina mama wote? Waliishi Latin America pamoja na kina Bob Marley na waimbaji? Hapana. Na hao vijana ambao wanaiga marasta TV wanaangalia wanaiga. Sasa wao walikuwa wanataka kufunga mlango kabisa. Kama hakuna jana hakuna jinsi hakuna namna basi tubaki na TV ya ndani. Kwa sababu inadhibitiwa na serikali. Sasa shindikana kwa sababu shari inakuja kwa nguvu kubwa. Wanajaribu lakini akhi kuna mapambano makubwa baina ya haki na batil. Baina mwongozo wa Allah na mwongozo wa Shaytan. Kitu kingine kwa nyuma Saudi walikuwa katika kisas zile haji za kukata mkono, kumpiga mtu mawe mpaka hapo, haji za zinaa, kumpiga mtu yani jalada kama 100 bakora 100, walikuwa wanafanyika sokoni kabisa. Lakini sasa hivi ni nadra unasikia kwamba mtu alipigwa sokoni. Kwa nini? Umoja wa Mataifa na nchi mbalimbali na maadui yalikuwa watu wa ndani na nje. Hata wa ndani hao wana shida kubwa sana ambao ni katika raia wao. Wanafanya juhudi kubwa ya kuizuia haki na khair na Uislamu simaki. Wanataka kuishi kama wanavyoishi nchi zingine free kabisa. Imani tusafiri tunakutana hapa vijana wa Saudi hao, la ilaha illa Allah. Wewe kuamini kama wewe ni Muslim. Ameleta katika tauhidi katika dini yani kabisa mtamkuta ni pombe la ilaha illa Allah. Na wanawake na sasa atafikia sababu sio laumu sababu kwa sababu kuingia shughuli sana الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
Lazima serikali ya Saudia ilikuwa hairuhusu kabisa mwanamke kuingia kwenye guest house, kwenye mahoteli bila mahari ya ruhusa. Na vile vile lazima awe na mahari au na mtu wake bila ruhusa. Basi wakalalamika wakasema sasa hivi wasichana ambao wanamaliza masomo ni wengi sana. Sengine serikali inalazimika kuwagawa kupeleka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuziba nafasi hizi mahitaji ya mashule. Itabidi msichana ambaye hana mume na sengine vingine ni mkubwa katika familia, utamkuta ni mahali mwake ni baba yake. Alafu sengine katika familia moja kuna wasichana kama 6. Inatokea familia wanawake 6 au 7. Mtoto kiume labda 2, wanao wadogo. Mkubwa ni mtoto kike, kama ile tu kikubwa. Alafu serikali inapangia labda kufanya kazi katika mkoa mwingine, safari alikuwa labda kilomita 50 au 100 au zaidi. Sasa sengine natoka kama mkoa wao kwenda katika mkoa mwingine, sengine nafika usiku. Hata kaanza kufika problemu. Wanasema nafika usiku. Au sengine tokea ajali njiani, basi na haribika, watu wanashuka masubiri mpaka ifike basi nyingine, nyingine anaingia kwa mkoa usiku. Sasa hakuna taxi, hakuna familia hiyo. Hoteli. Sasa kwenye hoteli kawaida anakwambia kifika kuna mvutano mkubwa. Mashehe wanasema hapana, mjambo shari. Kwa nini? Kwa sababu huyu anapita peke yake, hana mahram, hana nini. Anakuwa na fungu moja na fungu mwingine kwa wafanya kazi na section kumeshadili. Lakini watu hapana kushabidia, lazima mimi mnadumu, mimi sila mbona watu wanaishi. Mbona hizi nchi zingine, angalia nchi ya Bahrain, nchi ya Imarati, nchi ya Qatar, Kuwait wanaishi. Sasa kwa nini tusiishi kama wale? Kama kuna ufisadi, kama kuna shari, uovu, hata pamoja na mashati, pamoja na ubano, hakuna kuendelea kufanya uovu. Mwisho Saudia hayulla wala hapo sahihi. Kuna baadhi ya kesi Saudia sio kubwa. Wale mashehe wakubwa ni wale wasimamizi wa ndani na viongozi wakubwa hawakubali. Na waruhusu na katika fatawa zao wanakataa kabisa. Kuna mashehe wa 140 mpaka 150, mbona kutoka sana? Tena mtangazaji anakuja, yani katika uso wake ana rangi 10. Amechafua uso wake msichana rangi 10. Anakuja na shehe nywele, mwili wake wazi. Anakuja anafanya mkutano na shehe, anamhoji, anamuuliza, shehe anajibu. Alafu rekodi itatolewa kwenye internet, itatolewa kwenye TV, itatolewa kwa shehe mmoja. Siku za nyuma nilikuwa nahamasisha shabab, vijana katika jihad, uovu. Nchi yetu, nchi ya kikafiri, hakuna Uislamu tena, hakuna. Mwisho kuna kampuni fulani walituma mtangazaji mmoja kufanya mkutano nyumbani kwake. Yeye mwenyewe nyumbani bali mfanano kama huyo shehe na ilikuwa katika mambo ya nzuri. Alafu rekodi kutolewa kwenye watu wengi wakaangalia. Akatoka kwenye TV ambayo ana Arabia au Jazira. Akasema huyu msimamo wa zamani sisi tuliwacha. Huyu msimamo shida kwa sisi tuko nao. Na mwingine mwaka alipita kwenda South Africa. Allah musta'an.
lakini mshine kwa sababu serious sana kwa sababu kwanza kabisa wanakopesha kwa idhini yako, nasema wanakopesha kwa idhini yako hiyo, wanakwambia sisi tunakopesha, unakubali au wengine wanakopesha bila kujua wewe kwa idhini yako mwenyewe. Je, ukikopeshwa wakati wa kukata hawazidishi zaidi ya kile kiwango walichukua wao, wanazidisha riba. Hakuna tofauti baina yake na baina ukimfuata kwenye benki. Sasa badala ya kumfuata kwenye benki unampata kwenye simu. Bwana mimi sina nikukopesha 5,000, sawa nitakukopesha 5,000 lakini tutakata kidogo kidogo. Sasa ilifanya afjana. Wanakata kidogo wala wanakata 6,000. Kumbuka siku moja hiyo katikati. Sijui sangapi ilikuwa kwao, sijui. Mimi ninaambia sikukopesha. Sangapi bwana mimi sichukui mkopo kwenu. Wala sitaki. Admin sengine sijui anatoa message na hatimaye nibonyeza bila kuona fursa. Yani mimi natia 2,000 wakaikata yote. Na asiliana wa hudumu wanasema ulikopa wewe sijui shingapi. Sangapi? Alimu ulikopa. Hadi halafu. Kama wananazo wanasema mali za watu kama. Mwendeshaji ni muhimu ndugu yangu asilimia kubwa katika miamala mawasiliano au mitandao ya simu ndani ya dhulumati. Inshallah mjua watu wengi wanalalamika pesa za watu zinachukuliwa, hawajaridhika na riziki ambayo wanaipata mpaka wavamie matumizi ya watu. Kudanganya siku moja umeandika message wewe ingiza shilingi 2,000 utapata, alisema dakika ngapi? 200. La hapana, amesema ingiza shilingi 1,000 alafu utapata dakika 200. Kitu kama hicho hiyo 2,000 au 1,000 lakini utapata dakika 200. Hivi kwa nini nimeweka 1,000? Nikasubiri kama baada ya saa moja hivi akapigia mhudumu simu. Sasa hivi zima bwana mimi message sasa hivi nasema ukiingiza shilingi 1,000 shilingi 2,000 utapata dakika 200. Sasa mimi nimesubiri saa moja saa nzima mpaka sasa hivi sijaona hata dakika 10 tazia. Kaniambia kwanza ni huduma ipo, kasema ipo, mbona sijaiona sasa? Akasema si wewe ushaingiza siri. Nikasikiliza. Inawezekana kuikata huduma hii sitaki kwa sababu nalikera. Akasema haiwezekani. Mbona sasa sikiliza. Mimi sina shida ya kusubiri kwa sababu najua si kweli. Sasa basi haya bwana. Dakika 200 kwa vile shilingi 1,000 ilikuwa nyingi. Na bila shaka wanani wateja wao wote wanapeleka message kama hiyo. Sasa kama watakopa dakika 200, mimi dakika 200, dakika 200. Si wakweli. Sheikh, maswali yote kwa wewe pekee yako. Sasa sawa. Tunaendelea baada ya sasa.
وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وصحبه وسلم.